Usipitwe na habari za kweli na uhakika kutoka Maximum TV. Mtazamaji, nimekuja nyumbani kwa bibi yetu, bibi wa miaka 80. Nadhani mnakumbuka tulikuwa tunamuita hivyo kwa kipindi ambacho tulikuwa tunamtangaza sana. Nimeona watu pia wamemuulizia, wanataka wamuone, wajue maendeleo yake, nikaona sio mbaya niweze kumleta hapa. Bibi, shikamoo. Marhaba. Kwema? Kwema. Bibi hauzeki? Hivyo tunazeeka. Hauzeki huko vile vile. Nilikuwa wakati nakuja nikawa nawaza nisema hapa bibi labda nikienda kule ndakuta na niko nje na juani anarudishwa ndani. Nakuta amekula pozi nje. Mwenyezi Mungu ndio muweza. Mwenyezi Mungu ndio mtizamaji. Mwenyezi Mungu ndio anajua kila kitu. Sisi binadamu tu. Sema umenenepa, hongera. Na mwili mkubwa. Mwenzako ni mwili wangu tu wa kuzaliwa tangu udogo, tangu kwa mama yangu basi. Miili asili waga haishagi ovyo ovyo. Haishi kwa kweli. Yaani hata ule nyasi yani utakuaga pale pale. Mwili wa asili huu. Mwili wa asili tangu udogo mimi unene hivi. Naumwa sana. Tena naumwa sana. Nini shida? Juzi hapa palikuwa pananiuma utosi, panafunua kabisa kama pana kitu kinatembea. Lakini mtu mmoja tu akanambia chukua mafuta ya nazi huo unaweka. Basi naona alhamdulillah inaendelea na mfungo. Sasa hivi umefunga? Nimefunga. Ndio maana hali inakuwa nzuri. Manake kila wakati unamuomba Mungu, Sasa Mungu lazima akupe mwili mzuri, akupe sia nzuri. Manake unakuwa huna wasiwasi, unasema kitu chochote kitatokea ni Mungu mwenyewe. Kufa ni Mungu, kupata ni Mungu, kukosa ni Mungu, kuishi ni Mungu, Sina wasiwasi kwa kweli, namtegemea Mungu sana. Namtegemea Mungu sana, sina wasiwasi kwa kweli. Maisha yako kwa ujumla yanaendeleaje wewe na wajukuu zako? Maisha yangu ni mazuri, kama kawaida tu, ni mazuri. Yale tu mazuri. Naendelea vizuri kabisa. Naendelea vizuri, kazi yangu ndio ile. Naendelea vizuri, si ile tu nimerudia. Ile ya kokota makopo? Naendelea, lakini sasa hivi ndio sijiwezi kabisa. Huo mgongo ulivyokuwa unasimama hapa, mbona ulikuwa unapata shida sana? Unaweza kutembea mtaani kwa sasa hivi? Siwezi kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu tu. Namshukuru, siwezi kabisa. Hata saa nyingine kutoka hapo kwenda hapo siwezi. Lakini leo umetoka kuokota. Unaona hata mikono ina rangi ya makuti. Hii nilikuwa naosha vyombo. Hapana. Sitoki kabisa. Kwanza siwezi kutoka na kufunga huku nitoke na hangaika na tafuta nini tena. Nabaki tu namuomba Mungu. Mungu yeye ndio atanisaidia. Mungu yeye ndio atamuweza wa kila kitu. Mungu ndio muweza. Mimi sina chochote ninachokijua wala ninachokijua. Nipo hapa na wajukuu zangu wote hatujambo, tunamshukuru Bwana. Sasa hizo wamekuwa? Wamekuwa, yule anaenda shule. Anaenda shule sasa hivi, anasoma minazi mirefu. Yuko darasa ngapi sasa hivi? Huyu hapo mdogo huyu. So darasa la 6. So kwa hiyo sasa hivi bibi nani ambaye anakusupport sasa wewe uweze kuishi? Kwa sababu hapa kuna kama mwaka hivi mimi sijaja. Hapa? Mimi sijaja na zaidi ya mwaka, si ndio? Support tu watu tu, mtu kaja kakupa hela 10, kakupa shilingi 2000, kakupa nini, hivyo maisha yanaenda. Na haukosi kula, maisha yanaendelea kama kawaida. Napata mchicha, dagaa. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ndio muumba wa kila kitu, Mwenyezi Mungu ndio muweza. Mimi sina uwezo. Yule mtoto wako vipi? Mnawasiliana yule mwanajeshi? Nawasiliana. Anakusupport pia, kila kitu kinaenda sawa? Naye ananisupport. Mungu ambariki bana. Ila ndio umegoma kwenda kukaa kule. Sasa mimi hapa ni nyumbani kwangu. Ni kule kwa mkwe wangu. Sasa unajua kwenda kukaa kwa mkwe sio vizuri. Hapa ni nyumbani kwangu kwa kweli. Hapa ndio nyumbani kwangu, kwa mume wangu.
kaniachia kibanda hicho na watoto wengine wako uani. Nipo hapa. Sasa ndio nikakae kwa mkwe na watoto. Unajua mkwe utamgasi. Utamgasi. Kwani wewe kwa umri huu bibi unadhani unaweza kumgasi mtoto? Sasa hivi unaweza kumgasi mkweo. Kwa nini utamgasi? Unaweza kuinuka hivi wewe, mimi mtu mzima, samahani, lakini samahani kwa watu wote. Haja ndogo ikakumwagika. Sasa yeye ndio keshapiga deki nyumbani kwake ya marumaru. Sasa wewe itakuwa ni karaha kwa kweli. Mimi mwenyewe naiona karaha. Alafu mwenzangu nikimfanyia karaha kama hiyo nitaweza? Fadhali mimi mwenyewe naweza nakimbia haraka na kwenda kujifuta huko. Nimemaliza. Ukubwa una kazi, ukubwa una mambo. Ukubwa una kazi, uzee hatari. Usiombe uzee. Hatari, ni hatari sana. Tusiombe uzee. Wewe hujawahi kupenda uzee? Sasa Mwenyezi Mungu si ndio anakupa bwana? Mimi naupenda na ufurahia. Kimu nilichofika hapa, kwanza nimekula vitu vingi. Kwa sasa hivi hapa bibi haujutii chochote? Sijutii chochote. Hapa sijutii chochote. Hata nikimani Mungu ananichukua, alhamdulillah. Basi ni hapa ndipo akinifanyia swala tu na kumuomba Mungu. Mungu atanipelekaje au nitakwendaje au huko nitaingiaje? Nitaingiaje? Sijui nitaingiaje. Naki wanaokwenda hawarudi bwana. Wasema huko kuzuri au huko kubaya. Tujui huko wanapoenda ni pazuri ama pabaya. Ama kuna sehemu wanaenda au wanaishia kaburini? Wanaishia kaburini au wanaishia wapi? Wanakutana na ndugu zetu waliokopo. Wewe unaliona lile shimo lile? Lina mambo mengi. Mtu unashindiliwa mule chukua mchanga huu. Sasa unasema nini? Hakuna kufurukuta huko. Ni kweli kabisa. Si mwili tena unakuwa ufahamu hakuna ama kutakuwepo na ufahamu. Sijui. Najua mwenyewe bwana. Wewe bibi, kwa upande wako una hofu na kifo? Mimi si hofu na kitu kwa kweli. Yaani kifo, unaogopa kifo? Sikiogopi. Sisi naona wao nini unasema namna hiyo. Sisi dini yetu Mtume Muhammad amekufa. Haya wenzetu Isa amekufa. Sasa kwani wao hawakupenda? Hawakurudi. Sasa mimi nitakuwa na hofu na vipi? Nikifa basi wakati umefika. Sasa kuna jinsi. Nikifa basi hakuna jinsi. Kuna jinsi. Kwa sasa hivi hapa kitu ambacho kinakupa stress, mawazo sana kwenye huu ulimwengu ni kitu gani? Huu ulimwengu kunanipa wa mawazo ni hawa watoto. Hawa watoto hawajafika umri wowote. Ndugu wapo watawalea. Wapo ndugu wapo watawalea. Lakini yule hajatembea. Ingawa anaenda shule lakini hajasema, hawezi kusema vizuri. Alafu bado mdogo, alafu ni kilema. Namfanyaje? Sasa huyo mwingine anaweza kumsaidia na bado ananawishwa huyo. Mkono huu uko hivi. Mmoja huu umejikunja kabisa. Huu mmoja ndio ana nguvu. Huu mguu mmoja umejikunja hivi. Anatembea hivyo. Sasa huyu mwingine anaweza kweli kuchezea mavi ya mtoto? Inakuwa vigumu. Hilo tu, lakini lingine hamna. Hicho ndo ambacho unahofu nacho peke yake. Hicho tu. Ukiachana na hao wajukuu zako ambaye ni watoto wako kwa sababu washakuzoea kama mama yao, kuna kitu ambacho ulitamaniki kukamilisha lakini umri umeshaenda na muda umeshakuisha, hujafanikiwaga, lakini kwako unatamani sana ukimiliki? Nimiliki nini tena kama mimi tumekaa na mume wangu mpaka tumefika baada tumepata kibanda hichi. Wapo watoto wengine, mimi na chumba changu kimoja. Basi nalala naamka na kuisha.
Nifanye nini tena? Sina na kufikiria, nawafikiria watoto tu wadogo. Watoto wadogo da. Ndugu, wapo ndugu wengi lakini wataweza. Wataweza, Mwenyezi Mungu atawajalia heri. Kwa wataweza, nawaombea Mungu awajalie heri. Waweze hawa watoto. Wamiliki hawa watoto nao wajisikie. Lakini uzuri ulimwomba Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, waone watoto wakikua, na nayaona hayo kwa sababu siku zinaenda, miaka inaenda. Kumbuka mimi mara ya kwanza nakutana ilikuwa ni mwaka juzi. Naomba hilo naliomba kweli. Kusema watoto hao hata nikifa kidogo wao wamenyanyuka. Watoto hao wao wamejiweza. Watoto kweli, hilo naliomba. Hilo. Na miaka ndio inaenda, mwaka wa 3, miaka 2 mbele, miaka 5 toka mimi na wewe tumeonana. Naomba kweli Mungu wangu, usinichukue sasa hivi, watoto wanyanyuke, wajiweze. Basi sina lingine. So wewe bibi, wewe tu peke yako ndio umefunga ama na wajukuu zako? Amefunga. Nimefunga mimi tu, wajukuu zangu bado wanangoja Ramadhani kesho kutwa. Nafunga mimi tu. Bibi, wago naongeaga sana maneno ya busara. Hii ni kutokana na ulivyolelewa na wazazi wako katika makuzi yako, ama tu ni utu uzima umeamua kukaa katika engo hii? Mimi ni utu uzima. Alafu wazazi wangu walikuwa ni watu wa busara, wazazi wangu walikuwa ni watu wa dini. Tulizaliwa watoto wengi sana. Baba na mama hapo? Watoto 12. Lakini wote tumebaki sasa hivi kama tuko sijui 3, sijui 2, sijui 3, hata sikumbuki. Akili sasa hivi sina. Akili. Kumbukumbu, wewe akili unayo lakini kumbukumbu ndio hauna, si utu. Kumbukumbu na wenzangu kila kitu sasa hivi kinatoka. Ukiliona hii, umeliona jana, ukiliona jana, umeliona leo. Yote kazi yake Mola mwenyewe anaweza. Kwa hiyo wote ndugu zako wamefariki? Ndugu zangu wote wamefariki, sijui tumebaki watoto wangapi tu. Sijui 3, sijui 2, nao hawajiwezi, wazee kabisa. Mimi mtoto wa 3 niko hivi, wao ndio utangulia wa kwanza si wazee kabisa. Wako nyang'anyanga kabisa. Mimi ndio mtoto wa 3 kwa mama na baba. Wao kwenye kundi la watoto 12 wewe ndio wa 3. Kumbe wale wangekuepo saizi hapa, maana yake ni kwamba wangekuwa tu hata hawajazeeka sana kwa sababu nyinyi ndio wakubwa. Ndio. Na vifo vyao vilikuwa vinatokana tu na maradhi basi. Maradhi tu, anaumwa na basi anaumwa. Hakuna jinsi. Na mtoto wako ndo nani, ndo huyo wawili ambao ndo watoto wao hapa, au ni hao hapa watoto mtoto wao mama wao ni mmoja? Mama zao wamekufa wote wawili. Huyu anazaliwa tu Muhimbili, mama yake aka ndo mlemavu. Mama yake akafariki. Anamzaa tu tena, alikuwa mdogo sana akafa. Huyo naye mwingine mtoto wake wa miezi 3 akafa. Na magonjwa sijui pindu sijui tumbo la kuharisha. Nasi. Mwezi wa Ramadhani huu hapa sasa unaingia bibi, umejipangaje? Tuende dakika za mwisho kwenye kuongea, maana hata yenyewe haina. Dakika za mwisho kuswali tarawih. Msikiti huko karibu. Hata sasa hivi na swali. Namuomba Mungu anijalie heri. Nitachopata nitakula, nitachokosa nitashukuru Mungu. Si lazima nipate kitu chochote nini. Nitachopata nitashukuru Mungu, nitachokosa nitashukuru Mungu. Nimejipanga mwezi wa Ramadhani, nimejipanga vizuri tu. Nimeanza kufunga mwezi mfungo Shabani huu tarehe 1 nimeanza kufunga tarehe 1 Kiswahili. Sasa hivi naendelea ukisha mwezi itakuwa Ramadhani ikija itakuwa miezi 2. Basi kumbe mwezi mzima umefunga huko.
Nimefunga ndugu yangu. Sasa inabidi hapa tusisitize watu wakuletee futari nini? Futari, Mwenyezi Mungu. Futari, sukari, mchele, mafuta. Ili funga yako kidogo iwe nzuri. Iwe nzuri manake Ramadhani. Na sijui lini, kesho kutwa tu. Nadhani sijui tarehe 1 vile. Tarehe 1 mwezi unaandama. Sawa. Watu walikumisi. Yes, mimi mwenyewe nafurahi kukuona bibi yangu. Nashukuru Mungu. Ulinitambua kwa haraka? Yaani sikukutambua kwa haraka. Kwa nini bibi? Macho. Macho hayaoni mbali. Wewe bwana wewe uzee. Uzee hatari macho. Macho yameshaliwa. Ila hamna shida, watu walikumisi bwana. Waambie chochote tu. Mimi si jambo, naendelea vizuri na wajukuu. Na wanangu hawa. Tujalie tu, tulete futari, tufunge. Tuombeane heri. Sawa. Tuombeane heri wote tuwe pamoja. Aliyokuwa Muislamu, aliyokuwa Mkristo, aliyokuwa dini gani, wote tuombeane. Wote si viumbe wa Mungu bwana. Ni kweli. Ni kweli. Wote viumbe wa Mungu. Kabisa. Sasa bibi, mbona umegeuza nguo? Bwana wewe. Au kuona. Na pili, mbona nguo iko wazi hapa? Umefunga joto. Bwana nimevaa tangu usiku nilipoamka utawaza, basi nikajichomeka. Lakini nauzu kila wakati. Nikajichomeka. Basi nikaanza kumshughulikia yule kwenda shule. Kwani huyu ambaye ana ulemavu huyu anasoma? Anaendeleaje lakini ufahamu wake? Ufahamu kwa kweli anaendelea vizuri. Anasema lakini changamoto wa kumbeba. Lakini kuongea anaanza kuongea. Anaongea. Kwa maana yake miaka inavyozidi kwenda ufahamu wake unazidi kuongezeka, itafikia hatua atakuwa anaongea. Sasa changamoto yake labda ndashindwa kitu gani? Siku nyingine anakwenda, siku nyingine haendi. Mwenye pikipiki anampeleka na pikipiki shilingi 70 kwenda na kurudi kwa mwezi mmoja. Kila mwezi nimpe 70. Kila mwezi nimpe. Sasa kwa nini 70? Kwa sababu ukipiga hesabu kama shule anaenda kwa 1000 kurudi 1000 maana yake 60 kwa mwezi. Kwa siku si 2000. Anapelekwa 1000 kurudishwa 3000. 3000. Kwani shule anatoka shule ya mbali sana kutoka hapa? Si minazi mirefu kule jeshini. Kwa hiyo ni mbali, sio kwa nauli 1000 bali. Mwenyewe sasa. Unaongea nao tu anafanya sadaka kwa sababu hiyo hela ni ya uhakika. Ushanielewa bibi? Hamna shida lakini. Nani asubuhi leo kaenda nguo. Hamna shida. Mtazamaji, nimeshaongea na bibi yetu, anasema kuwa vile ni anajisikia joto na ndio maana unaona nguo yake kidogo iko hivyo, lakini pia nguo yake imegeuzwa. Akasema kwamba aliamka alfajiri akajitupia kwenye nguo akaendelea na majukumu yake, lakini jambo lingine amefunga Shabani bwana. Kwa hiyo anafunga siku 30 za mwezi huu. Baada ya hapo unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani anaunganisha nao mpaka mwisho. Anachokihitaji yeye ni kwa ajili ya kupata vyakula kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani huu. Kwa hiyo anahitaji kwa mtu ambaye yuko tayari kumnunulia sukari basi atupatie hela ya sukari, kwa mtu ambaye yuko tayari kumnunulia unga mfanyie hivyo, kwa mtu ambaye yuko tayari kumfanyia chochote kinachohusiana mwezi wa Ramadhani basi wewe fanya. Kama unataka kumnunulia mchele, sukari, mafuta, chochote, unga na nini, wewe mnunulie tu. Lakini pia kama unataka mnunulie mavazi yeye na mwanae na watoto zake wawili kwa ajili ya sikukuu ya Eid baada ya mwezi wa Ramadhani, mtakuwa umefanya vizuri tu. Lakini kwa sasa anahitaji vitu vya kuweza kukamilisha funga yake ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa unaweza ukachanga chochote ambacho unacho, ama unaweza ukaniambia mimi nikufuate popote ulipo, nije nichukue chochote ambacho umehitaji kumpatia, basi nitakileta hapa. Au ukitaka pia nikulete hapa, ulete mwenyewe direct, naweza nikakuleta hadi hapa ukaje ukamkabidhi, basi mkafurahi na akawa amepokea kile ambacho umekipanga. So chukua namba ya simu hapo nipigie sasa hivi, au tuma chochote unachokihitaji weka hapo.
tamletea bibi yetu hapa, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nakushukuru kwa wewe ambao unaendelea kututazama sisi, lakini pia usisahau kusubscribe kwa sababu sasa hivi nimerudi na sad moment na kila siku nitakuwa narusha sad moment zaidi ya 3. Kwa hiyo endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.